Hello, habari za siku, natumai nyote ni wazima. Karibu katika chaneli hii upate mafundisho ya kukujenga ambayo yanatumika katika maisha kila siku. Katika topic ya leo nitaenda kuelezea namna ya kutambua marafiki tulionao. Natumai kuwa kila mtu ana rafiki, hamna mtu ambaye hana rafiki katika maisha yake. Sisi sote tuna marafiki, tunakutana shuleni, tunakutana mtaani, tunakutana wapi, sote tuna marafiki. Basi leo nitaenda kuelezea kutambua namna ya marafiki na aina zake ulionao. Basi sote tunaujua mmea. Mmea una sehemu kuu tatu, ambapo sehemu ya kwanza ni mizizi, sehemu ya pili ni shina na sehemu ya tatu ni majani. Marafiki zetu pia nimewacategorize katika sehemu hizo tatu kama zilivyo katika mmea. Nianze na sehemu ya kwanza, majani. Majani katika mmea haya huwa yanasaidia mmea kujitengenezea chakula chake chenyewe. Lakini majani haya pia unapofika wakati wa jua kali, majani hutoweka kabisa na kuacha mti ukiwa peke yake. Hii upelekea pia mvua zinaponyesha majani haya kurudi tena katika mmea. Basi turudi katika marafiki tulionao. Katika marafiki tuna marafiki wa aina hii. Hawa ni marafiki ambao wao tuwapata changamoto kubwa au changamoto fulani, wao hutukimbia na baadaye tunaporejea vitu vyetu tena urudi. Kwa maana kwamba unaweza kuwa na mali leo, unaweza kuwa na pesa leo, una marafiki mnaongea vizuri, mnacheka vizuri na kushauri vizuri na kuja kwako mara kwa mara na kupigia simu, hello uko wapi, umeshindaje, na kujulia hali kwa sababu unakuwa na mali fulani. Lakini zile mali zinapopotea, unapata changamoto, hawa watu kukimbia. Ukimbia kabisa, baadaye unabaki mwenyewe, unaanza kuuliza wameenda wapi. Ukipiga simu zao hazipokei, hawakutafuti kabisa, masuala yanapotea. Lakini unaporudishwa mali zako, mali zinaporudi, pesa zinaporudi, wao pia hurudi tena na kuja kwa msamaha, rafiki yangu samani sana, moja mita usikapata matatizo, lakini hawakuwepo. Sasa je, walikuwa wapi? Marafiki wa hivi tunao. Hiyo ni aina ya kwanza marafiki. Tuangalie aina ya pili ya marafiki. Katika mmea tuna sehemu inaitwa shina. Shina katika mmea, katika mti, ili liondoke ile shina, huwa kuna sababu ambazo ni external factors zimesababisha shina lile kuondoka. Na hizi mara nyingi zinasababishwa na binadamu. Na ukuta anaamua tu kupunguza, labda mtenda anakata mpaka sehemu ya shina pale na kwa imeondoka kwa namna hiyo. Katika maisha yetu pia tuna marafiki ambao wao tunakaa nao vizuri kabisa, wanatusaidia vizuri kabisa, kila kitu wametushikilia, wamekuwa connection kwetu, watufanyia connection. Unashangaa ulikuwa na rafiki yako fulani, ikitokea mchongo fulani kakutafuta kushirikisha, ikitokea kitu amekushirikisha, ikitokea kitu fulani amekushirikisha, lakini inakuja inatokea tu ghafla pap anapotea, unashindwa kujiuliza ameenda wapi. Kumbe alisikia maneno fulani kwamba fulani ni mtu fulani anakufanyia hiki na hiki na hiki, muache rafiki mbaya, anakuwa muondoka. Hawa marafiki wao huondoka kwetu kwa kusikiliza maneno ya nje. Wanaposikiliza maneno ya nje huwa hawadiscuss, hawafikiria, kufuata kuuliza kwamba bana imekuwa ni moja mbili tatu ni hivi na hivi. Hakuulizi, lakini tunakuta afanyaje, akuta muondoka. Kwa katika marafiki hawa pia tunao katika maisha yetu. Aina ya tatu ya marafiki ambayo nenda kuzungumzia leo na mwisho, tunasema ni rafiki aina ya mizizi. Tuangalie mizizi katika mti ikoje. Mizizi katika mti, katika mmea, hushikilia mmea katika hali zote. Iwe katika jua kali, katika baridi, katika mvua kali, katika mafuriko, bado mmea utakuwa umeshikiliwa na mizizi. Mizizi haiondoki kiurahisi. Mizizi husaidia mmea kutafuta chakula. Mizizi huenda ardhini na hujiongea mbali sana kwenda kutafuta virutubisho kwa ajili ya mmea. Katika maisha yetu sasa, tuna marafiki ambao wao siku zote hutushikilia hata kama tunapitia changamoto kiasi gani. Utakuta ndo nageuka kwa washauri wakuu, watakushauri, atakwambia fanya hivi. Utakuta umetengwa na familia, watakushauri fanya hivi. Utakuta nani amekuacha, atakwambia fanya hivi. Utakuta wachumba amekukimbia, watakushauri, atakwambia fanya hivi rafiki yangu. Utaanguka, watakuinua, utafeli, watakupa faraja, bana umefeli, umepata ngapi, lakini hapana, atakupa ushauri fulani ambao utasema kweli hapa na rafiki. Utajikuta umerudi katika formation tena na kwanza maisha yako upya. Yeye hataondoka, utapata furaha, mtafurahi pamoja, mtashangilia pamoja, mtafurahia mafanikio. Utakosa pesa, atakukopea kwa fulani. Hawa ni marafiki ambao sasa kwa dunia leo tunaita BFF. Yaani marafiki ambao tunasema ni best friend forever. Hawa ni marafiki katika hali zote tunakuwa nao. Hata ukifanya jambo baya yeye yupo, ukifanya jambo zuri yeye yupo, na ukifanya jambo baya anakushauri, hakuachi. Hao tunaita ni marafiki ambao ni aina ya mizizi katika mmea. Kwa hiyo kama una marafiki kama hao, kwa kweli nikupe hongera na ni jambo la kujivunia na kumshukuru Mungu. Na kama una marafiki kama hawa
na umetambua wapo, endelea kuwashikilia. Sio watu wa kuacha, usiwadharau, endelea kushirikisha nao mambo mbalimbali, waambie wakushauri wanataka kitu gani wakushauri. Na huu ndio mwisho wa topiki hii. Basi mwisho wa topiki hii, hebu jiulize, je, marafiki ulionao wapo katika aina ipi? Ni mizizi, ni majani, au ni mashina? Na ukishajua namna kukaa nao. Na kama hauna marafiki mizizi, jaribu kuwatafuta marafiki hawa. Muombe Mungu akushirikishe namna ya kupata marafiki hawa, ni marafiki ambao ni wazuri. Asante sana kwa kuendelea kunisikiliza, na mwisho niseme kwamba hapo chini usahau kusubscribe ili kupata pia notifications zingine na video zingine nitazokuwa natuma. Pia comment hapo chini ni topic gani unapenda niwasilishe wiki ijayo, maana topic zangu nitakuwa nawasilisha kila Jumapili. Ikifika Jumapili tu jioni, ingia hapo angalia, na kama subscribe utakuwa unapata notification zote. Asante sana, na mwisho niseme see you at the top.